kupanda na kushuka, thamani yako kuko mikononi mwako, na yote haya yanapatikana katika kapu la matendo yako. Kile unachokipa muda wako zaidi ndicho kinachokutathminisha kwa watu. Ndiyo yule akasema, qimatuka qimatu ma anta mashghulun bi, thamani yako iko katika thamani ya kile unachojishughulisha nacho. Mtu hapandishwi nafasi na hadhi kwa sifa ya maneno tu, bali kwa uzito wa matendo anayoyafanya katika maisha yake, kwa kuwa sauti ya matendo ni kubwa zaidi kuliko sauti ya maneno. Mfano, katika dunia tuliyonayo sasa, mara nyingi watu hatutambuliki kwa majina yetu, bali ni kwa zile shughuli ama kazi tunazozifanya. Mfano, muuza duka kwa kazi ile anayoifanya ataitwa mangi, mporaji au mkabaji ataitwa mwizi au jambazi, anayewanyua watu nywele saluni ataitwa kinyozi. Wote hao wana majina yao halisi, lakini wanatambulika kwa ile kazi wanayoifanya. Pia status yako ya daraja la thamani na hadhi yako kwa watu liko ndani ya yale unayoyaishi na kuyafanya machoni mwa watu, kwani ukijirahisisha kwa kile unachokifanya na watu watakurahisisha namna ya kukutazama. Kumbuka, kila hatua unayochukua huacha alama mbele ya macho ya watu. Matokeo ya matendo yako yanabaki kuonekana, na hivyo kuunda tathmini ya hadhi na thamani yako kwa wengine. Hivyo pale unapoanguka kwa tabia mbaya, basi dharau hukufuata nyuma yako, na unapoinuka kwa tabia nzuri ya matendo yako, vilevile heshima hukufuata nyuma yako. Hivyo jitathmini na jipambanue kwa yale unayoyafanya ili kutengeneza hadhi na thamani kwa wanaokutazama, kwani qimatuka qimatu ma anta mashghulun bihi, thamani yako iko katika thamani ya kile unachokifanya. Uko nami Al-Ustadh Harun. Usisahau kusubscribe na kulike na kucomment na kushare. Ma'as salam.